aliyeokoka akifika mahali popote pale lazima pastawi. Tunamuona aliyekuwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, mtumishi wa Mungu anaitwa Yusufu. Mtu mmoja tu alipofika katika nyumba ya Farao, kila kitu kikabadilika, kila kitu kikawa na mabadiliko. Kwa nini? Amefika mtu ambaye ndani yake kuna mvua. Sema amina. Biblia tumesoma katika Zaburi, nguvu zake zatoka kwa Mungu. Yani uweza, uwepo, mamlaka, ule mto unatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Na mnisikilize kwa makini. Nguvu zako zinatoka wapi? Amen. Nguvu zako zinatoka wapi? Sikiliza, ukikuta mahali ulipo au mahali unapokwenda hapajabadilika, ujue kuna uhaba wa mvua. Mvua hapa itakaponyesha, Bwana Yesu asifiwe sana, lazima haya mazingira yatabadilika. Narudia, nazungumza kurudia, nitazidi kurudia. Haya mazingira lazima yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mvua inaponyesha lazima mazingira yabadilike, lazima kuwa na uoto. Na kwa sababu hiyo, hata kama ni mahali pakavu, ile mvua ikinyesha lazima pabadilishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye familia yako una watoto wako, wewe umeokoka, bado watoto hawajaokoka. Wewe umeokoka, mume hajaokoka. Wewe umeokoka, jirani zako hawajaokoka. Wewe umeokoka, wengine bado hawajaokoka. Nani wa kuweza kusababisha hao watu waokoke? Ni wewe. Makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo aliye hai. Katika mtaa wako, sema amina. Huo mto ukiwa unapita ndani yako, ule mto una kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani. Natamani kuona mito ya maji yaliyo hai ikitoka ndani ya kila mmoja. Hata kama ukifika uko kule polini unakochunga ng'ombe, unapofugia ng'ombe, wale watu walioko kule polini kule, maji ya mito yaliyo hai yawabadilishe. Uko kule kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako unapokaa kule, maji yaliyo hai yawabadilishe wale watu. Uko sehemu yoyote yule katika safari, mahali popote pale utakapokuwa, maji ya mito yaliyo hai yawabadilishe. Yusufu alipofika mahali pale, wakagundua ya kwamba huyu mtu ndani yake anayo roho bora ndani yake. Sema amina.